County ya Nairobi na nikio thini wa studio twina His Excellency Governor Johnson Sakaja wa County ya Nairobi. Ciuria ciothe na mawoni nicioke governor tayari muno kurio odumwe na gucicokia. Governor Sakaja, karibu sana na geithika rucine. Nete niko wega oroku gwito niko wega tire na uru aya kuna andu matwe Gikuyu kogo ni gwari ya Githwairi negwa karibu sana, asante. Tubadilishe lugha. Asante. Sasa ulipoingia Governor Sakaja ulifanya audit. Yes. Ulikuta nini huko? Kwanza I think haitakuwa vizuri nikianza bila kusema asante. Negwa. To you, to this show. Lakini zaidi kwa wale wamenipigia kura. Ndio. Na sana sana kwa jamii ya Mount Kenya. Nitamshokiria gadho. Thank you. Kwa sababu jamii ya Mount Kenya ni watu wa kusema ukweli. Hawakuangalia kabila. Yule ambaye nilikuwa nagombea na yeye alikuwa ni mtoto wenu. Mkasema muangalie hiyo. Mnaangalia yule kijana mmejua, mmelea, amekuwa senator. Turnout labda ilikuwa chini, but the voting kutoka watu wetu sana sana wa Mount Kenya. I must say thank you for the vote of confidence. Na washukuru na nitawafanyia kazi. So hiyo ndio kwanza lazima kusema asante. Na pia mtaona shukrani yangu sio ya kusema tu kwa mdomo but pia kwa vitendo. Na ile mambo ambayo tuliahidi tutafanya. Ndio. So ni kweli tuliingia tarehe 25 August. In fact siku mimi huhesabu kila siku kwa sababu lazima tuperform. Lazima tuperform. So tumekuwa hapo siku 89 since being sworn in. Yes. Na kuangalia audit. Kitu ya kwanza nilifanya on the second day. Baada ya kuapishwa Thursday, Friday nilikutana na wafanyikazi wote wa Nairobi. Nakumbuka. Walikuwa wanataka nianze na wadosi, sijui mawaziri nani, nikasema hapana, bottom up. So nikaita all staff. Karibu 9,000 walikuja pale City Hall. Nikamwambia mimi nakuja kufanya kazi na nyinyi. Na muwe mnanieleza what is happening. Nikamwambia mambo itakuwa tofauti. Lakini through your guidance. Unajua sisi wale tunaingia tukijipiga kifua. Ndio kila mtu sijui ambaye aliandikwa vibaya sijui nini, mimi nawavuta kazi, you never move. Nikawafungulia hata suggestion boxes 3 ambao mimi mwenyewe hufungua. Any member of staff ananiandikia directly. Kuniambia what is happening. Hiyo ndio audit ya ukweli. Wacha hii ya tima kampuni. From the people na unaweza kuverify. Watu wa Nairobi county government, wafanyikazi wangu walikuwa wanakosa mshahara, ilikuwa inachelewa. Wakati mwingine unapata from October last year NHIF, NSSF, hata ushuru hailipwi, zinakuwa diverted. Nikawapatia ahadi ya kwanza ya kwamba kila tarehe 28 mtakuwa mnapata mshahara. Of course haijakuwa hivyo, imekuwa tarehe 1. Imechelewa na siku 2 tu. Siku 2 peke yake. But ilikuwa si wiki 3 ilikuwa. Sijui 3-4 weeks. And because of that nimeona a lot of goodwill. Nimepata kuna wafanyikazi wazuri sana. Very good people, lakini wengi wamekanyangiwa kwa muda. They were never allowed to come out. They were never allowed to thrive and to be their best. So I want to give them a chance. Pia nikapata kulikuwa na a lot of financial impropriety. Kuna pending bills nimepata nyingi sana. NMS peke yake kwa miaka 2 imeacha pending bills ya 16 billion. Billion. 16 billion. Na hiyo lazima Senate iangalie. NMS. How do you have 16 billion pending bills in 2 years? Na budget pesa yote tulikuwa naleta Nairobi from Senate is 19 billion. Ni vile nilingia ilikuwa 15 nikasukuma ikafika 19. So in 2 years 16 billion. Average ilikuwa county government ni another 99 billion. So 115 billion nimepata shimo kama hiyo. But I am confident. Deni ambayo unafaa kulipa lazima ulipe. But tunafanya hiyo audit. Okay. Iangaliwe. Ile mali nimeona kuna shida kubwa sana ni ya mambo ya mawakili. Lawyers wanadai Nairobi 21 billion for legal services. Makesi. Na mara nyingi makesi mingi. Zingine unaletwa unaona hapana. There was a problem within our system. Hii haikufa kwenda kotini. Hii ingetatuliwa nje. Sasa tulipe mawakili ama tujenge watu mabarabara, tujenge masoko. What is the priority?
So hiyo pia itakuwa audited, lazima iangaliwe, tukubaliane nao. And I want to talk to LSK, lazima tuangalie vile counties zinafinywa na hii mambo. Unapata kesi ambayo si kesi ati about the land, but unachajua value ya hiyo land. So ukinicharge value ya tuseme Uhuru Gardens ama value ya Jacaranda, na ni kesi about kitu tofauti, $1 billion, $2 billion, how do you operate? So tumepata mambo ikiwa hivyo. Bado unafanya kazi na wale wamekuwa, kwa sababu unajua mawaziri wangu wamepelekwa kotini, my nominees. So unafanya kazi nao, sikuingia na roho mbaya or anything, but I've seen a lot of cooperation. Ndio. Na kwanza nashukuru hao wafanyikazi wa Nairobi County. All my workers, I am grateful. Good. Asante mheshimiwa. Kwa nini umepelekwa kotini? Kwa nini nominees wako wanakataliwa? Nominees wangu wamekubaliwa na watu wengi wa Nairobi. Na wamefurahi. Kuna wale ambao wanafikiri lazima kabila fulani iwe. Mbona watu wakisema ati sijui ni dini, sio dini. Kwa sababu wakati nilichagua hao 10, sikuangalia dini. Na hao wameenda kotini hawajui dini yao. Kwa sababu dini yako unaweza itoka Kamau, lakini wewe ni you believe in Hinduism. Ama wewe ni atheist, ama wewe ni Muislamu. So wale wameenda ni jamii moja. Na walikuwa hata wameniambia wataenda. Na ni jamii wa Somali ndio wameenda kotini. Wakisema ni hao. Na nikaeleza kuna shida, kwa sababu mimi vile nilichaguliwa, sikuchaguliwa na jamii moja ama mbili tu. Hapana. Nilichaguliwa na Nairobi nzima. Nairobi tuko na jamii zaidi ya 43. But positions ni 10. So hatuwezi kuwa na mawaziri 43. Yeah? In fact, in the last government, wakati wa Sonko, kulikuwa hakuna hata waziri moja Mjaluo kwa mfano. Na Wajaluo ni wengi sana Nairobi. Hawakwenda kotini. Na pia kufikiria ati kama wewe ni Muislamu lazima utahudumiwa na Muislamu. Ama kama wewe ni Mkikuyu lazima utahudumiwa na Mkikuyu. Kama wewe ni Mnubi, hapana. As Sakaja, as the governor, I serve all the people of Nairobi. Uwe Mokorino, sasa Wakorino pia wataenda kotini. Lejo Maria pia wataenda. Waini pia wataenda. We can't do it like that. Me as a governor, I represent the unity of the county and all communities in the county. Wale nimeka kama mawaziri pia wanaserve kila mtu. Utaangalia jina ya mtu ama dini ya mtu. So that case inaendelea. For now I'm working with those who are there. So for now mimi labda tunasema mimi ndo waziri wa mambo yote. Ndio. Haya. Tunatumai watapitishwa. Ndio, kwa sababu ni kesi kwa mahakamani. We want to talk about the details. Wacha ifike hapo. Lakini hebu tueleze labda, sijui uko na mpango gani wa kulipa hizi mabilioni za pesa, kwa sababu kuna zile ni halali, kuna zile za haki, mtu alifanya alileta huduma zake. Sijui uko na mpango gani kulipa watu? Kwanza nimekaa na macontractor na wafanya biashara wale ambao wanadai pesa. Sisi tumesema tuna support biashara Nairobi. Na tunataka watu wafanye biashara ya halali, biashara ya haki. Na nikawa promise ya kwamba hiyo pelelezi kishafanywa hivi tu na budget ikipitishwa, na nashukuru MCAs wangu. MCAs wangu walinipitia budget na siku 3. Walipitisha. Good. So budget iko inakuwa loaded. Wale ambao wamefanya kazi na imekamilika and it's verifiable na walipa, I will pay them. Wale ambao labda kazi ilikuwa kidogo, nitaanza na wale wamerudi kwa site. Kama umerudi kwa site, you have the first priority. But we will pay. Na nikueleza sio mimi nimewakosea. Mimi I believe in business. Nikiwa Senate, mimi nimeleta sheria inaitwa Prompt Payment Bill. Kuhakikisha kwamba ukifanya kazi na serikali, even in the private sector, na tumekubaliana ni 45 days ulipwe in 45 days. When I was in the National Assembly, tulileta sheria ya public procurement, ambapo tukasema ukipatia mtu kazi bila budget, wewe umefanya makosa. So I believe lazima tusaidiane. Ile sheria 30% ya kina mama na vijana, mimi ndo nilileta nikiwa National Assembly. So I will not be the one to go against it. Lakini saa nyingine unapata kijana ama mama amengangana, amechukua mkopo, amechukua loan, amesupply vitu ya 1 million, 2 million, ukose kumlipa, she is worse off than kabla umpatie kazi. Watu wanachotwa, ukiangalia magazeti, people are being auctioned. People, you know, so it's a very terrible situation. Niwaambie internal audit waharakishe, wamalize ili tulipe wale ambao wanatudai, wanafaa kulipwa. Wale ambao wanajua zao ni za ukora wazitoe. Just lipa za ukora. Asante. Kuna watu wananiambia ni kushukuru kwa sababu ulichukua mtu wao kwa deputy wako. Mheshimiwa Mushiri. Njoroge wa Mushiri. Wakiona Mushiri hapo wanasema mambo iko sawa. Nilichukua Mushiri, watu wa Nyandarua wamefurahi sana. Lakini ukiangalia pia mawaziri wangu out of 10, 4 wametoka kwa mlima. 40%. Si ile tulisema 30 ama 20, 40 plus the deputy. Njoroge Mushiri ambaye ni jamaa mzuri sana, anaelewa mambo ya fedha. And so
nikisema gushokia guko it is in live and living color. Umerudisha mkono. Nimerudisha. Haya sasa. Na nitaendelea kurudisha. Ndio, wakati huu town kunanyesha, mafuriko ni mengi, kuna picha nimeona za Makongeni. Pia kuna kule Ngara uchafu na nini, sijui kuna mipango gani ya mambo ya drainage na kuondoa chafu town. Hiyo picha ya Makongeni nimeona hiyo magunia. That is hiyo picha ni kama inadanganya. Because in fact Caroline na Makongeni have the best system. Takataka inatolewa ile siku inachukuliwa. Si ati ile inawekwa kwa dump site. And that's the system we want throughout Nairobi. So hiyo imetolewa ni ile siku inakuja kuchukuliwa. In fact a few minutes later the truck was coming. But unajua ukipiga tu picha utasema hii mali imekaa hivi wiki 3 wiki 4. Vile niliingia nilipata ya kwamba for 6 months contractors watakataka walikuwa hajalipwa. Actually for more than that. But walikuwa wamegoma miezi 6. Tukaanza kukota, sasa tunakota 3000 tons kila siku. Na yule ambaye ako in charge, Maureen Jerish, is very competent. Anajua mambo ya circular economy ya takataka. Tumengangana na hawa macontractor, wamerudi site. Na wengi tunawalipa polepole, wanaendelea kufanya hiyo kazi. Tumeandika casuals. But what we are going to do, zamani Nairobi, mimi nilizaliwa Patungara. Kulikuwa unajua Tuesday na maybe Thursday takataka itachukuliwa. So au wiki nje. Unajua siku hii ndio mnatoa inachukuliwa. Kulikuwa na ile gari inaitwa Camero. Ile inakuja inachukua ile pipa kubwa. I am getting 51 more trucks. Kila constituency hiyo ina 3 ile refuse compactors na tunaandika vijana 3000 ambao waingie kazi. Unajua wengi ambao wamekuwa wanafanya kazi saizi wamezeeka kidogo. 60% ya wale wanafanya kazi Nairobi wako zaidi ya miaka 50 na 55. So hizi waona wakifagia kila siku kama wakiokota. So nataka sasa vijana waje waingie wafanye hiyo kazi. So Nairobi must be clean. Na nilisema mambo ya illegal dumping, mimi sitacheka na mtu. Na nikamwambia watu, kama unaona mtu anatupa takataka pali haifai, uchukue video, tumkamate, apigwe fine, tunagawa na wewe. Kule Ruai niko na charity wangu anaitwa Shebesh wa Ruai. Alipiga picha Quickmart supermarket hapo Chansitaji, ambayo ilikuwa inafanya hivyo. Akaweka video na nikafunga, na ni marafiki wangu. Nilimpatia, uliza M-Pesa yake iliingia from me directly. Na hiyo supermarket nikamwambia ndugu zangu, kwa simu sasa zikaanza kutoka kila mahali. Hapana hao, nikasema hapana. Hao wenyewe unaniuliza niwasaidie, ni marafiki wangu. They're the first ones who must comply, and I'm very happy. Saizi the biggest example of clean disposal ya takataka ni hiyo chain of supermarkets. And we are working with them. Good. Pia naambiwa barabara zimeharibika sana hapa town. Unaona kwanza nakole ya Kirinyaga Road, Nyamakema, hizo side, kuna jamaa wanaosha magari kwa barabara, kwa nani hizi parking, na hawafai kufanya hivyo. Nataka uongee kuhusu hizo. Na hii barabara ya Mombasa Highway, Uhuru Highway. Expressway ilijengwa. Hii ya chini nayo ikoaje? Sababu kwanza hapa Uhuru Park matope iko hapo. Ilikuwa itengenezwe pia ama iachwe? Ilikuwa itengenezwe. Hivyo tueleze kuhusu mabarabara za town. Kwanza za town. Kweli mabarabara zimeharibika kwa sababu hiyo maintenance yako inafanyika. But zaidi ni vijana wetu ambao wanafanya biashara. Wanafanya kaush, wanaosha magari. Na sisi unajua tunataka kupiga hustlers. Unajua sisi ni watu wa mahasla. Lakini tunawaeleza tutawatengeneza mahali ambapo tunaweka concrete ndio watoke kwa mabarabara. Mimi nitatengeneza barabara hata ama ni kabro, hiyo maji inaharibu. Ukiangalia kama Lavington outside supermarket, barabara imechipuka. Kwa sababu na vijana ni riziki wanajitafutia. Wameamua wasipige watu ngeta. Wameamua wasikue wahalifu. So we are cooperating. Hata hawkers tunaongea nao. Tunamwambia sasa mmeingia sana pande hii. Tumetengeneza 29 lanes ambazo zinatengenezwa tukianza na Dubois. Tutatengeneza 29 lanes na wawekea taa na wafunikia. Naambia hapo mtafanyia kazi na mnaingia from 5 PM to 10 uza ile kitu unataka kuuza. So we want a kind of dialogue. Kuna wale kwa mfano walikuwa hapo Kenya Cinema nje. Walikuwa wameka tents. Kila siku ya wiki. Moi Avenue haifai kwa hivyo. Tulizungumza nao nikwambia shwali, si hata nyinyi mnajua mfai kwa hapa. Wakakubali. Walijitolea vitu yao. Hakuna kitu ya mtu imebomolewa ama imegongwa. Na nikwambia from weekend Saturday na Sunday ingeni muuze. In fact what we are going to do sasa Saturday
parking tatoa, no parking fees, ikuwe free, na tuwafungulie sasa zaidi ya town. Wakuje watandika vitu yako uza. We want that pro business. Yeah? So mabarabara zitatengenezwa. Saizi niko na budget. Tuko na asphalt plant iko Kangundo Road. Ukiangalia kama sunken parking, tayari nilifill hizo potholes. There are around 22 roads tayari. Kabla ya budget na kabla ya mawaziri, I've been able to recap it. Kuna kazi imeanza. Ukiangalia kama TRM drive, wamesha chimba sasa Thursday, kesho Roshio, contractor is on site, aanze kutengeneza hiyo yote hapo karibu na kwa Pastor Mwai TRM. Mabarabara mingi tutatengeneza. But we are trying to tell our people, please be understanding. Tunabadilisha mfumo wa kanjo. Hii ya kufukuza watu na kuwapiga na kubomolea watu hapana. Lakini pia don't take advantage. Useme serikali ni ya mahasla. Sasa ukuje ufanye hawking nje ya ofisi ya rais ama ufanye mahali ya utakikani. Everything lazima iwe na mipaka yake. Na heshima na dialogue. Na ndio maana tumesema lazima tuwajengee hizo soko. Soko 20. Kangundo Road Market tunafungua. Kulikuwa na shida ya locations. Hiyo tumetatua. Tulisema kama unajua uko na stone kuja siku hii. List ilikuwa kubwa, watu wameuzauza, lakini hawakuja wote. So sasa hizi imejaa. Tunangoja tu tarehe ya rais aje afungue. Westlands Market the same. It is going on. Shida ilikuwa ya basement, tumetengeneza, contractor amerudi, alifanya variation kwa sababu ya hiyo flooding na nini, itafunguliwa. And another 20. Kahawa West Market tumekuwa hapo juzi. Akina marafiki zangu nimeongea nao, walikuwa na shida hapo ya choo. Tunawatengenezea, inaingia kabisa. They will tell you themselves it is moving. Mambo ya trade na markets nilisema isiguswe na mtu. Na hiyo our deputy governor tulisema yeye ndo atakuwa in charge of it. So that is under his docket. He is in charge of that plus mambo ya administration. So we are going on. Kenya nimeongea na engineer Ndungu last week. Kwa sababu kulikuwa na hiyo flooding. Angalia Uhuru Highway, angalia hapo University. Yeah? Vile walijenga barabara walifunga drainages. Na he promised me there's a bigger contract hoja jamaa kumaliza, lakini first aid alisema anakuja kufanya. Ukiangalia University nilita kura tumetoa. Drainage ilikuwa blocked. Right now it is passable. Hapo St. Paul's. It is now passable. But here Kenya, unajua sasa walijenga barabara ya juu, wakasahau watu wako chini. Watu uko juu wanapita, lakini watu wa bottom chini wanaumia. So I'm glad hata juzi nimeona watu wa bottom ndo wanangangana hapo. But on top of that, juzi nimekutana na watu wa matatu. 450 circles. Na tumekubaliana nao. Nimeambia Kenya, engineer Ndungu amenitumia mtu. Kura nimetumiwa engineer anaitwa Tirop, na county government na sako za matatu kuwatengenezea ma stage. Juu barabara inatengenezwa, hakuna stage imetengenezwa matatu. Mali ya kushikisha na mali ya watu kupanda. Alafu sisi ambao tujawatengenezea stage tunawakamata wakishukisha watu kwa barabara. So these 2 weeks from last Friday they are mapping out the stages, tutawachongea. So on top of kutengeneza hiyo barabara mzuri, kama Westlands watu wanashukishwa wapi? We'll also do for them stages in conjunction. Unajua hiyo kama Uhuru Highway ni barabara ya national government. Kuna zile za national na zangu. But we are all working together now with the national government. Watengenezea hivi. Haya, good. Kuna swali kuhusu Green Park. Yes. Watu wakishuka Green Park alafu watatembea aje mahali mtu anaenda job. Unajua hizo ni zile projects zilifanywa na haraka. Na watu walikuwa wanadanganya Rais wetu Uhuru Kenyatta. Ilikuwa akisema anataka hii, wanasema tu yes sir. Na wanakimbia, wanafanya kitu ambayo if you look at the modalities are not working. So lazima kuwe na modification. Na vile tukaangalia tukaona kweli hii magari ya Nairobi. Magari yetu ya Nairobi. Tukiweka hapo it cannot work. Watu maelfu ya watu wanashuka. Kuvuka itakuwa shida. Going to town itakuwa shida. Hakuna daraja na hakuna ile. So walisema wanataka kuchimba. I said that is very expensive. Hiyo project hataki kuwa white elephant. Na ndio maana vile tumekaa na masako tumesema some of the circles za long distance za Mombasa Road, Makueni, ambazo zinakuja kutoka huko. Labda Kajiado, Ngong. Hizi zingine pia zinakuja na Wayakiwe. Nakuru, Western, what not. Some of them can use Green Park. Because you must use it. Pesa yetu imetumiwa. Alafu ile nafasi itapatikana taona ambapo wametoka. Pia sasa tusongesha magari yetu chini kidogo. Mabarabara kama Moyavi na Tomboya, tutengeneze space zaidi ya pedestrians. We pedestrianize them. Ambapo watu wanaweza fanya biashara. Tuwatengeneze pavements mzuri
Unajua zilitengenezwa tu town ya juu. Hapo KICC, hapo bunge. Lakini huko chini huko watu wana Nyamakima, huko kwa mahasla. Huko Akra kwa mahasla. Kumechipuka hata msichana hizi tembea na pumps hii, my heels hawezi. Utavunja mguu. So I want to now also do the same mpaka chini mpaka Kamkunji. So that when you walk in town, you know you're walking in a good place. Asante. Yeah, that is the plan. Asante Governor Sakaja. Studio Mwirole litu na Governor wa Nairobi Johnson Sakaja. Kuna jamaa marafiki zangu ambao hunibeba sana. Watu wa bodaboda na watu wa Uber. My friends. Watu wa Uber waliniambia ukija kwanza nikushukuru. Kwa sababu uliwatetea sana ukiwa senator. Na ijaisha. Ile kazi tulianza imebaki kidogo tu. Wananiambia ati Mombasa governor wa huko alisema watu wa kwake wa Uber kuna vile wanafaa kulipwa. Sasa hapa Nairobi wanauliza kama wewe Governor Sakaja unaweza wasaidia juu wanasema wanaumia. Unajua sio kusema tu. Utasema but you not implement it. Because Uber, Bolt, Taxify hiyo yote are private companies. Ni company hata ziko registered huko. Ukiingia kwa Uber ulipe immediately 25% inaenda Netherlands. Sio Kenya. Uber BV in Netherlands. So what I pushed from 2015 hata Nyakera akiwa PS wa transport ndio nilianza hiyo vita kwa sukumia. Tukangangana mpaka tukatoa regulations ambao inasema hii ndio minimum commission. Sasa ni 25%, tuseme tushukishe hadi 15. I think we negotiate hadi maybe 18 commission. Ya pili tukasema kuwe na formula ya bei. Because unapata per kilometer and per hour. Hizi companies zina compete kuwa na bei ya chini kufurahisha customer. Lakini huyo dereva amekaa kwa gari, hawezi kuweka mafuta inapanda, bei iko chini. Anakaa kwa jam, bei bado iko chini. Kuna siku tulituma Uber iende Murang'a 1200 shillings from Nairobi. Ataweka mafuta gani? So unapata accidents nyingi zimekuwa za hao madereva because they have to work almost 24 hours. Ili ndio wapate kitu. So what we agreed regulations zimefanywa. Ambapo tumesema kutakuwa na pricing formula. Hiyo pricing formula iko na mafuta, iko na wear and tear, iko na car wash, iko na hiyo kusafisha, whatever is required iko hapo. Such that kuna minimum price. If you want to charge more as a company, it is okay. Customer atachagua. Mafuta ikipanda by shilingi 5, formula ina calculate. Si ati lazima ipande na shilingi 5, but there is a percentage ambayo itaenda. Hizo regulations waziri ambaye alikuwa alikataa kupublish. Unajua sasa mimi nilifanya kazi yangu kama senator. Regulations zilikuwa kwa desk yake. Sasa hizi tumepata waziri Hasla. Tuko na Murkomen Kipchumba. Kazi yake tu ni kugazette na nimemuomba tafadhali just the way there is regulations. Weka kwa Kenya Gazette. These companies will comply. Hizi kampuni ukiona kwa nchi zingine zina treat madereva wao vizuri. Kama London kulikuwa na kesi kotini ambao wamesema hao madereva mpaka mtawapatia pension because they are employees. So I am still fighting for them. Jambo la pili ambayo imewasumbua na pia watu wa bodaboda ni kushikwa town. Ukishukisha mtu ama mtu akipanda gari yako. Hiyo process tunamaliza wiki hii. Actually I gave them another the same 2 weeks during our watu wa matatu. Wana map out mahali ya drop off and pick up zones za Uber na Taxify na Bolt na pia boda. Si ati boda yende kila mahali. Boda zilikuwa zimeshikwa 1000 kama 3. Bila niliingia niliziachilia. Ukaziachilia. Sasa ukishika hiyo bike ya mtu na kama analipa loan. Kila siku anaenda nyumbani labda 500. Sio killing that. Lakini governor hiyo kuachilia kijumla na labda maybe hiyo boda ilikuwa imefanya crime. Hakuna crime. Unajua mimi niliachilia za kanjo. Zile za crime na accident ni polisi wameshika. Sikuachilia za polisi. Niachilia za kanjo. Zile zimeshikwa hapo Dagoretti na zingine zilikuwa na Soleria. Za polisi za crime siwezi gusa. So hizo ambazo niliachilia, nilisema nyi go do your nimepatia amnesty. Nikamwambia traders wetu umeshikwa na vitu ya shusha ama ya kupika ama ya nini, kujeni mzichukue. But we agree on the rules. So pia watakuwa na pick up and drop off. But pia kuingia town haitakuwa ati unaingia kila mahali. Hapana. Kama tumesema ni pande ya Kenyatta Avenue na labda Tomboya upite hapo. Tukisema hii ndio stages za bodaboda. Ima kupata bodaboda ine katikati ya magari. Hapana. Juu hapo ndo wakora wanaingia katikati. And the crime has gone up. Ati bike mbili zimekaa pamoja peke yao. Hapana. Kama stage tumesema ni GPO na ingine tusema labda ni aka zama wapi, only those ones. So we have agreed to around 20 or 25 of them only. So you know it's give and take. I'm being kind, naomba mfanye hivi lakini mkikataa pia sheria mimi niko na nyinyi because I will not let my people of Nairobi suffer just because I'm supporting. Good. Sasa tuko na jamaa wanaitwa Wathani. Wathani wako hii town.
Kuna wale ukuja town kurekodi videos, wengine wanakuja kurekodi muziki. Sasa wananiuliza kama unaweza wakubalia wakiwe wasihangaishwe na watu wako, juu wana complain, huwa wanahangaishwa sana. Ukipatikana town na kamera unachukua video, hebu waulize ile mbiu unapelekwa. Waulize vizuri. Since I came in, mimi nimezoea unatembea town turebisha tunapiga. Kuna wale ambao wanaweka kwa Instagram, wanaweka kwa Facebook. One of the first things I did is to say hizi sheria zingine ni za ukoloni. Ilikuwa do not take, unajua kupita state unasema don't take photography ama city hall. Kuna shida gani? Hizo siku by the time mtu anapiga picha amejipanga na kitu kubwa, ame set up. Sasa hizi hata simu, kamera ndogo ndogo. I actually told them you can take for free, no one is harassing you. So if there's, kama kuna mtu anakuwa harassed, wanieleze. If anybody is being harassed, we said photography, filmmakers, jua vijana wako na economy mpya. Ukiangalia Instagram, ukiangalia sijui ma Snapchat manini, they are able to actually make money from it. Yes. Na ukienda Sunday, ukiingia town, sometimes I drive in town, naona wanapiga mapicha hapo GPO, hapo poster, hapo kwa Tomboya statue, KICC, it is going on. So that one I released. Ndio. I allowed them to do it. Ndio, asante. Sijui kama hapa kwako Nairobi kuna njaa, mnahitaji chakula cha msaada, mnafanya nini? Na in fact lazima nimshukuru rais wetu mpendwa William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua, because wakati walikuwa wameweka 11 counties kupatiwa drought relief, nilienda kwa Deputy President Rigathi nikamwambia, my boss, mara nyingi mkifanya intervention ya njaa mnasahau the urban poor Nairobi. Nairobi ni shamba ya mawe. Nairobi hakuna mashamba. Labda uko Mutuni wa Idhaka kidogo, Kasarani na Rosambu, uko at the edges uko Kamulu, Njiru. But the most of Nairobi, kama hauna pesa, hautapala mali ya kukaa na mali ya kula. Na pia ile social construct imepotea. Unajua ushago, ukikosa kitu na uko Ocha, jirani atakusaidia, kuna family shosho wako hapo, hautalala njaa. But Nairobi utalala njaa. Nairobi utaumia. Utaumia. Kama una pesa. Jirani yako anaweza kuwa na karamu na unakufa njaa. And that's what I'm telling people of Nairobi, tuchungane, tupendane kama zamani. We're too competitive that tumeanza kusahuiana. Let us start knowing. Kuna watu wanaishi kwa apartment hawajui jirani nani. Kuna watu wanang'eng'ana na gari ya black. Hawajui kama ni mchawi ama hawajui ile kitu wanafanya. We must begin to know each other. So I'm very happy tukiwa na First Lady na Pastor Dorcas, Her Excellency, tulizindua kupeana chakula. But when it started nikawaambia pia, ukipeana Nairobi chakula hivyo unaita watu 2,000, watakuja 10,000. Since tunajua zile familia ziko vulnerable, wale wako chini, tuwapatie cash transfers. And that is the plan that is going on. Najua hata leo Deputy President akona mkutano na wale wafadhili. Uliona rais ametoa team led by Safaricom, Peter Ndegwa, ambapo watakusanya pesa. Sisi Nairobi hataki kuitiwa unga. Pia kuitiwa unga na kupiga line ni kitu haina dignity. There is no pride kidogo so unajua mimi niko hapo kwa orodha Red Cross have a list. Nitumie kwa simu. So nilita MP zote wa Nairobi. Nimekaa nao nikamwambia wa form pamoja na Red Cross na DCC na sub county admin wa form committee ya ku verify ili pia hiyo chakula isitumie wasifanye ukora na hiyo wasitumie wale ambao wahitaji. Unapata mtu ameweka namba yake 10 hapo, hapana. So they verify the list, so at the most needy wapate msaada. But the most important thing, mtu wa Nairobi, if you have na unaona kuna mtu hana, that's why I'm very happy na watu wangu wa Bama market. Wangari the chairlady call me. Marafiki wangu hao walinipigia kura. Akasema sasa sisi Bama tumeona kuna njaa Turkana, tumekusanya chakula kuja uchukue wapatie. Kwambia asante sana. Tutachukua lakini si atupeleke Turkana. Hapo kwa hiyo Slum hapo na hapo hali mko. So let's help each other. Let's be your brothers. Haya, asante. Umefanya vizuri Governor Sakaja, umetaja slums. Nimekumbuka ukifanya campaigns. In fact hata ulisema ukiwa hapa ati hakuna dignity kuishi kwa slums. Unaruka mtaro, uchafu, sijui na nini, mambo mabaya sana ambayo kwa slums. Ukasema utazi upgrade. Hiyo mipango bado iko? I don't believe in slum upgrading. I believe in slum eradication. Kuzimaliza? Hakuna slum ya 5 star. Hakuna slum ile atu Islam ni mzuri. Na juzi nikiwa Egypt nikakutana na World Africa Development Bank president Akinwumi Adesina. Akaniambia the same thing. I asked him, kwani? Because I've never met him before. Vile alikuwa introduce governor wa Nairobi, said, Sakaja, listen, I have told President Ruto, we will support you.
There is no thing like a 5-star slum. Let us give people dignity. Tuwajenge. Tujenge kitu ambayo ni mzuri. Na pali umejenga, si, for instance, ukiangalia Kibira. Kibira yote inaweza toshea space ndogo sana, hakuna gorofa huko. Yote ni ground. Unajua zamani watu wamekasema hii pahali sijui it has 1 million people. There's no 1 million people. Hakuna hata wafiki 200,000. 10 acres, 20 acres, kitu kidogo inaweza kuwachukua. Lakini pahali watu wametoka, usikubali kujengwa hapo tena. Uendelee kuwajengea and work with the people. Because ukiwajengea mahali wanaona na wamekaa hapa, hiyo nyumba umepatia watakodisha na wabaki hapa. Kama high rise walifanya. Watu walipotea nyumba wakazikodisha, wakabaki hapo. Wakabaki kwa mabati. So, for now we are doing small things, ili kusaidia maji, tunapatia maji na Nairobi water na nini etc. But ultimately what we want is to give people dignity by eradicating, by improving where they are staying. To move it, hakuna yani mtu anakaa kwa mabati ati wewe na bibi yako mna separate na watoto kutumia curtain, kutumia leso. Hiyo ni heshima gani hata wewe? You know, it's very sad. I feel for them. These are my people, I love them. But you can deserve a good life. That's what I say tuna hii program ya affordable housing. Na hii low cost housing ambayo tumefanya Kibra, Soweto A, Soweto B, Shauri Moyo inakuja. Tunaendelea naye na rais around the county will change our lives. Will change the lives of our people. So sisi kama county government tuna support hiyo. Pia sisi tunafanya yetu pamoja na president wetu. Haya, good, asante. Twabe tuikirie, twacokereria ni tuguthi na mbere na kurora ciuria cianyu. Undu mona maoni maria muratuma thiini wa studio twina governor wa Nairobi, His Excellency Johnson Sakaja. His Excellency na ajara gezoe. Na ajeririe na gukorwo ari secretary wa kiama kia TNA, agituika MP, agituika senator, na riu ni governor. Tutie miaka eroka agatuika ki kou ne kuo gukura ugakoma haha ugoka haha gaibere gaibere turacokereria. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay Cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edit aria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Ehishira ciothe ũgakũria mĩgũnda ĩkĩgaywo nĩ Dagba. Mwariko Dagbalands early Christmas offer. Baraka Estate Kangunda Road 50 by 100 Bay Kohuamu Ginya 550,000. Tuvuke Makutano Prime Gardens Phase 2 50 by 100 Red Soil Bay Kohuamu 350,000. Deposit ya migodeno yeri nikiriga talimwe. Title deed ni hapo hapo. Vitima My Electric Face Simple. Simone 0740 888 111. Dagmalans, we promise we deliver.
Christmas ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turago tugana discounts project inishito nishio Precious Gardens Malindi irane daika 25 kuma Malindi town na 2.5 kilometers kuma Marereni town turigishiriyo ni gada cia shubeta cancelled 50 by 100 ni shiriki girigana rimwe wataika ni shiriki girigana rimwe na 80 na booking fee ni shiriki 25 site visit Malindi ni tariki kenda Dithemba oho tuina matu Shani Gardens brotisha 50 by 100 daika 15 kuma Matu town cash price ni shiriki 210 installment shiriki 230 kariha deposit ya shiriki 50 balance yokarikina meri 6 na marihimaya ni hamwe na title deed thimo ni 0718004455 wafshire Ruiro Town BD House ghorofa ya 3 Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Good, thank you muno. Tuthie na mbere studio na twina governor wa Nairobi Johnson Sakaja na maswali yanakuja kwa wingi. Mengi watu wanatutizama kwa wingi sana. Kuna hii mambo ya soko. Sijui zitapangwa namna gani. Soko mumejenga vizuri sana za gorofa. Lakini hatutaki kwenda huko juu. Tunataka kuzia ya chini, gorofa ya chini. Unajua soko lazima ipangwe. Na ukijenga kitu kama soko, you must involve the people. Yeah? Ndio. Kuna watu wangu wa Dagoretti South. Hapo Dagoretti Kona. Walikuwa kwa soko. Wakahamishwa, wakapelekwa across the road ili soko ijengwe. Hiyo karandini. Without the involvement. Soko ni mzuri, imetumia pesa mingi, almost I think 900 million. Lakini unapata kwanza parking iko kwa rooftop. Magari inaenda ramp inaenda mpaka juu. Alafu mtu wa nyanya na vitunguu na nini amewekwa fourth floor. Wakakata wakasema nani atapanda gorofa 4 kununua nyanya 3 na kitunguu moja kupika jioni. So you must involve the people. So hivi tutapanga tunakubali what is on the ground, what is on the first floor. Kama ni mtu anauza kutengeneza masaa na nini ambaye hitaji hapo anaweza kaa food court, mambo ya chakula inakaa chini etc. Kama Westlands Market. Unaona watu wameingia. Na pia design ile tumefanya. And let me tell you what we've done. Ukiangalia Kangundo Road Market imetengenezwa na around 868 million. Rais akaniita akasema, sasa governor, ulisema utapewa watu soko 20. Hiyo pesa utatoa wapi? Akamwambia boss, kuna jamaa ulikuwa naye ukiwa deputy president. Tulikuwa na hizo TVETs, zilikuwa zinatengenezwa na 76 million. Walikaa nao, wakachora BQ, walichukisha mpaka 50. Maengineer wanasema mpana haiwezekani. But when they did the tender, everyone was tendering at 49 million, 48 million. Iko na darasa 4, iko na administration block, iko na labs. Na contractors wamefanya now I think 132 of them. So hii pia soko tumeshukisha from 860 something to around 570 million. Tumesave 200-300 million tayari. So tutaweza kutengeneza nyingi. Nilikuwa nimewekewa kwa budget ati 500 million. Ya nyumba ya governor. Mali ya kuishi. Hiyo itakuwa soko. Hiyo itakuwa soko hapo Kasarani. Hapo Kasarani hapo Maji Mazuri. Tunajenga soko. Tunajenga hiyo soko na ile pesa yenye ingekuwa yangu. Tunaweka hapo. So we'll plan with the people. Hebu zungumzia kuhusu manyumba kubomoka. Zimebomoka Kiambu, zimebomoka Nairobi. Mtafanya nini kama county government? Kwanza pole kwa wale wamepoteza watu. Juzi nyumba imebomoka hapo Kasarani. Na nyumba ambayo imebomoka hapo Kasarani ilikuwa imewekewa mark ya X mara 6. Enforcement notice inapeanwa mara 6. Yule ambaye anajenga anajua njia vile anajipanga, anaendelea. In fact siku hiyo nyumba ilibomoka, NCA walikuja wakafunga site, wakatoa wale watu wanafanya site, wakawapeleka mpaka Kahawa ili wasirudi kwa site. Wakapanda manduthi, wakarudi, waliangukiwa, around 4 or 5 of them are died. Kuna msichana ambaye alikuwa hapo anaitwa Njeri wa kuuza chakula. Unajua huyu mtu anatafuta riziki yake. She died. Sasa ule ambaye mwenye hiyo nyumba mwenye ameambiwa mara 6, this construction is wrong. Unapata wanatengeneza parking, wanatoa columns zinaanza first floor. Na umeambiwa hii nyumba iko na shida. Na uendelee. So unafaa uchajue na mada. Because you have killed those people. Ile ya Kiambu ambapo in fact is very very lucky, na nashukuru my brother wa Matangi. Waliweza kuevacuate watu 250 wangekufa kwa hiyo nyumba. In 2016 hata kabla niwe senator nilienda Huruma
nilisikia nyumba imeanguka. Akasema awacha niende, nilikuwa hapa Hurlingham. Nikaenda nikaweka maziwa na mkate kwa gari yangu alone. Nilifikiri ndana nipatia watu kusaidia nitoke. Nilikaa hapo siku 3. Tulipoteza watu 52, 52 people. Wengi watoto. Kuna mzee alikuwa ameshuka kuweka sijui kuchukua ndoo ama nini, ameacha watoto. Alishuka hivi ikaanguka. He lost his 4 children. So building standards imekuwa na shida. Jana nime launch the new planning technical team ambao wanaangalia approvals. Na tumesema on top of approving standard, lazima muangalie compliance. Ile ambayo imeandikwa hapo ndio ile inajengwa. Na ule architect ama wale professionals mwenye ameleta approval kama ametolewa kwa site, juu labda watu wengine wanaleta wa architect anachora, wanapena approval, anamfuta kazi. Yeye aendelee kujenga vile anajua akatekona. Akitolewa kwa site, they must tell us that I'm no longer on this project. Yes. So we're doing an audit ya buildings zote. Right now I know the 37 dangerous buildings. Ambayo na si lazima zibomolewe. Juu pia mtu ameweka pesa yake hapo. Hakuna mtu anaweka milioni 50 ama 60 ili nyumba ianguke. But ni shortcut wamepiga. So we're doing the audit pamoja na ministry, tumekaa na waziri Zak, Njeru huyu wa lands, tukiwa na Omatangi, Kenya Building Institute, NCA, tukakubali what we want is not to spoil anybody's business. So hiyo audit kimalizwa, tukwambie hii nyumba yako ukifanya hivi na hivi uta strengthen. Hapo ongeza kola hapa chini. You know. Lakini kama kuna zile ambayo haiwezi kabisa, tutaambia watu tu watoke, itaenda chini. Hiyo iende chini. Haya, good. Naulizwa kuhusu, muulize Mheshimiwa Sakaja kuhusu licenses ikuwe moja. Yes. Kuliko licenses kama 5 kutoka City Council. Hiyo process inaendelea. Tulisema hapa. Unaingia kwa duka ya mtu hata uwezi jua ukuta ilikuwa rangi gani. Kwa sababu imejaa ma certificate, imejaa picha hii, sijui fire license, water, sijui nini, single business permit. So that process is going on. Tumefika around 80%. Soon tuta launch. Unalipa tu moja. Hata kama kuna vitu ndani yake, you just pay once. Tunakupatia kitu una print, iko na QR code, na yule wakukuja kuangalia. Si ati leo mtu anakuja akuulize mbona una hii ya kutrash. O kesho mwingine anakuja mbona unafanya. Jua wao wenye wanakuja kila siku saa nyingine, wanakuja jua wanajua watapata kitu. They'll be, tukisema kama ni hii barabara, we know the inspection is this person who's doing it, na anakuja na anazungumza na nyinyi. Kuna watu walikuwa wanaogopa mambo ya kuata kulipa rates kwa sababu KRA walikuwa wameka pin requirement. Lazima weke pin, kama ni kampuni waweke sijui directors na pin zao. Hiyo niliambia KRA mimi sitaji hizo. Nyinyi ndio mnaniharibia my collection because of what you did. What you need, tafuta njia yako. But for my system, we don't need that. And of course, as an individual, you'll put your pin. But tukisema directors wa kampuni, hapana. So by let me not say the date, but very soon, we're around 80% done, 75 to 80% done. There'll be one license for Nairobi. Na nimeomba rais na national government, na rafiki yangu Moses Kuria, pia national government, wazipunguze. Juu mingi ni zao. Sijui MCSK, sijui PRISC, sijui tourism levy, sijui nini, pia hao wazipunguze iwe moja. Wakitaka mimi wakoteni wapatie pesa ndio wakotea. Haya, good. Because with technology you can do it. Asante. By the way, na mligonga ba kuna basi za watu zimegongwa hii town, wengine kufungiwa. Mahali watu waenda kunywa pombe. Kunywa pombe haina shida. Hiyo ni starehe ya mtu. Lakini starehe yako isifanye mwingine akose usingizi. Hii madisco yenye kwa estates. Kuna watoto hawalali. Kuna watu wanaanza kupata mental health problems because of noise. Tumwambia please soundproof. Please do this, tumapatia time. If they don't comply, tunazifunga tu. There's no option. Na tuseme wacha zirudi town vile zilikuwa. Town ndio ilikuwa unajua hapo unaenda unapiga sherehe, you can scream at the top of your voice. Jua kuna mtu anaishi hapo because pia ni biashara, wameandika watu wengi. We are working with them. But kwa muda kumekuwa na impunity. Unajua hiyo nitalipa tu mtu ya kanjo. Ozindalipa gawana. Mimi kama Sakaja sitaki. Mabazi imekuja kwa estate. Sitaki pesa ya mtu. Buy inaweza kuwa kwa estate in a certain place, buy and restaurant, but hiyo sio disco. Wanafunga at this time, hakuna kelele. There are clubs, you know, all over the world. Mtu anachagua kama ni wa kanisa na kanisa. Kama ni wa bar na kwa bar. Juu ni biashara. Lakini disco ya kupiga kelele. Kuna mavideo unasikia ndani ya nyumba ya mtu ni kama tu wangekuwa hata waende tu. Wanajua mambo zote watoto wanaimba because they hear all of it. No, let's have some. Asante Colin, nimeona wewe ni mtu wa watu, wewe ni mtu wa mahasala. Hebu sasa tuongee kuhusu title deeds na waiver. Kuna mtazamaji hapa anauliza kama mtapeana waiver, land rates and all that na title deeds za Nairobi. Hiyo waiver, unajua saa nyingine watu hawalipi, ndio wanangoja wakati wa waiver. Mimi I'm not for that waiver. Na nikipeana sitarudia tena. Because to liberate zetu.
tumefanya valuation, titles tunafanya. In fact wale wenye wamejenga manyumba vibaya tunasema kujeni mtueleze kama huko na approval tufanye ile inaitwa regularization. Tukuingize tu kwa system, ulipe tu rate zako, we will not punish you. We can waive the interest. I'm considering it, but for a very limited period. Na pia tutasema mkwe mnalipa monthly. Si lazima ulipe yote. Unajua mtu anaona, "Hai, 200,000 ama 100 itoke wapi?" But ukimvunjia alipe kila mwezi, alipe kidogo itaingia. You know? Because we need that money kuwasaidia kufanya kazi ambayo umetuchagulia, kuleta maji. Mita mingi hakuna maji. Barabara vile umesema, kusaidia wafanya biashara. We want to do a fund for business. So kulipa ushuru ni muhimu. We will make it easier for you. That you can pay kila mwezi, unalipa hii going forward. Haya, good. Juu hiyo swali imetoka kwa Waweru, Mathare North. President Uhuru Kenyatta issued some titles in Nairobi, Huruma, Kariobangi, Korogosho, Mathare, etc. A number were processed but not issued. So alikuwa anataka kujua zitatoka lini. Unajua kuna ile walijaribu kufanya haraka wakati wa kura. Ili zifanywe, but you know there's a process. Tume process size around 7,000 hivi. Watu wamesign leases sana pande Islands, Kayole, Dandora, watu wa Makasi ranching na hiyo maeneo yote, Kiambu, Dandora, etc. And it's a very small process that is remaining. Tuje tupeane titles. Mimi nataka nikupe title ndo sasa ulipe rates. Ndio. So it is in my interest. Na pia ukiwa na title unaweza kwa bank, unaweza kopa, unaweza expand kazi yako. So it's a very small process. Asante Governor Sakaja. Hapa town kuna choo za umma. Choo za public. Naambiwa hapa ati kwamba zimekuwa taken over by goons. They are still operating na kuna court order ambayo ilitoka kuhusu hizi choo za Kanjo. Sijui unajua si sema goons. Na si ati they have been taken over. They have always been run by our young people. Hata nikiwa senator kuna groups ambazo huwa zimepewa zile ambazo ziko. Na unapata hii wana charge mtu shilingi 10, shilingi 20. There are people who are making that money. What I would want kwa zile ambazo tayari ziko hivyo. We spread it to more people. Tusaidie groups za kina mama sana na vijana waweze kupata. Lakini mimi sio governor wakuja kusema hao walikuwa watu wa Sonko ni watoe. Ama hao walikuwa watu wa Kananu, wote ni watu wangu. Na sisi tolea mtu chakula kwa mdomo yake. Ile njia alikuwa amepata. Zile mpya ambazo tutazijenga. Because tunasema kila soko lazima iwe na choo. Kila bus stop, bus station, pale kuna terminus. Any public place watu wanagather ni mambo ya decency. Wamama wangu hapo Ruai wanaingia kwa maba. Na ni wamama wa soko. It is not dignified. Na hizo ambazo tutatengeneza, we want people to be able to access them. So hata kama hauna hiyo pesa utakubaliwa, because then I can maintain some of them. Na zingine kama ni group kama kwa soko etc, they can use it to generate income. But sisi itamtu gun. That is unfair. Wewe mtoto wako akiitwa gun kwa sababu wako tao sio mzuri. It is people are trying to make money. Abu uliza governor, why as medical cover for the Nairobi County staff taking so long to be covered? We are using our own money to seek medication. Concerned Nairobi County staff. Hata mimi sina hiyo insurance. Hauna cover? But it's a procurement process. Na imeisha. And nafikiri wana award leo. It is done. The first time ilifanywa, sababu unajua kuna staff walikuwa Nairobi County na wengine walikuwa NMS. So it was unresponsive because hawakuwa na the good number. Wale walitenda, the amount didn't reach the number of staff, 14,000 of them. So walifanya tender tena. The process went on. Kuna once you do it kuna 14 days, I think 10 days due diligence lazima ufanye. So it is being done. And I know it is a very tough time. I've paid for many people, part of my staff ambao wanaumia. Na walikuwa wamekataa NHIF. Walisema hiyo aiwa nini mzuri. So they've gotten a nice private cover now ambayo will cover all my staff. Good. Kuna I think it is Jubilee or First Assurance, one of those companies, or Britam. One of them is the one which is going to cover the staff. Haya, swali lingine linatoka kwa Karanja. What is his plan to settle the street vendors to be in decent designated areas of operation? Unajua kuna watu waelewe street vending. Kuna watu walikuwa nafikiria ati sasa ukijenga masoko watu watatoka town au hawkers watatoka waende kwa soko, town iwe free. Hakuna kitu kama hiyo. Watu wa soko ni watu wa soko.
Na watu wanajua wanataka kwenda au wakuhoka, wanataka kwenda pali wateja wako wanaingia kwa magari. So street business will always be part of us. Let no one lie to you. But it can be organized world over. Unasikia unapata from this time to this time, jamaa kuna namba yake, anajua mimi kwangu ni Mfangano Street from 5 PM, namba yangu ni 527, unapata kuna box imeandikwa 527 and we've registered you. So pamoja na MCA Kenya na pia mheshimiwa Mwago, tumekaa na hawkers with their leadership, we've agreed hivi ndo tutawapanga. Mimi am the one, in fact mimi ndo nimechelewa kutengeneza hizo streets na hizo lanes kwa sababu ya budget haikuwa imekuwa approved last week. Tuwatengenezea, unajua from this time to this time mtakuwa hapa. Saturday fungulia watu waje Aga Khan Walk, watu waje sunken parking, ufanye trade yako. Street vending will always be there, but it must be orderly, because hawezi kuwa unauza shati nje ya duka ya mtu anauza hiyo shati, yeye analipa rent, analipa permit yake, na unauza yako bei ya chini, because you're spoiling this person's business. I will not allow that. But I will give you a place where you can trade na usiharibie mtu mwingine. Tulisema wera ni wera. Lakini don't let not yours disadvantage this other one. Na isiku ati sasa nimekufungulia pale yako wewe uko na mkahawa, you have a restaurant, but fumes ya matatu inaingia, watu hawezi kula kwa restaurant yako. You know, we must think about each other. Kama wewe ni mtu wa matatu, usiharibie huyo biashara yake. Kaa kwa place yako. Na niliambia na walikubali, nikamwambia nyinyi mnajua wengine mmejipatia mashimo town. Wengine mko na barua fake. I'm giving you 2 weeks, just come ujisalimishe useme ndio tuko mahali mbaya, but tutalipia hizi slots. Ama tunaomba utusaidie. And they are very cooperative. Watu ukiongea nao, hii leadership ya kifua ni mbaya. Aliwasema mimi ndio super governor. Tawanyorosha, nyinyi mtatoka. Hapana, it doesn't work like that. Talk to these people. So street vending will go on, but in an organized way ambapo pia wanasikia wanafanya kitu kizuri. Wale wako kwa barabara na wajengea modern kiosks. Ndio. Give it a few months. Hiyo jogoro tunapita na Landes, utafikiri kwa kwingine. Asante, wacha nisome swali namna limetumwa hapa. Kuna jamaa anatusalimia. Anasema kama usalimia Governor Sakaja. Asante. Hata naona hapa washiko wa Dandora na watu wangu. Everyone is watching. Washiko anasema pia hapo kuna njaa. So it's hata wapewe kitu good. Kindly alert the super governor about some very punitive laws and acts, such as Health Act charging egg hawkers over 30,000 in city court, and the Dumping Act charging a mere smoky seller 60,000 for dumping. Hata iongeze kwa 100. For dumping I will not forgive you. Dumping. Where we're cleaning, we're hiring people, we're getting hizi nimesema trucks kusafisha Nairobi. Hiyo 60 ni kidogo. Yule jamaa wa mayai hata kama ni karatasi. You must pay. So don't dump it. Which is more expensive, kucomply kufuata sheria ama kufainiwa for dumping? Lakini sasa anaitwa Kashaja, anauliza huyu mtu ya mayai, unajua hii tukitoa nini kikorogosha hii kiki, unajua hiyo kimayai na unatoanga hivi na kijiko tu sasa anauliza hiyo ni dumping ama ni littering? Whether it is littering or dumping, I will charge you. In fact, I need to increase it. We must be responsible for our city. Lakini na unajua wengine wao hawana certificate. You know, public health is important. Tuko na shida ya cholera. Cholera imeingia Nairobi na Kiambu and many places. So that one will regulate. But if you're doing that, usitupe chini, weka kwa pipa. Ukitupa chini ama pale fai kuwa. In fact mimi nikikupata nitaongeza. That one we can't do it like that. Haya ya mwisho wananisukuma sana hapa. The same person. The same person. Amepiga maswali back to back. Huyo gashanja zumpe namba yangu tu niulize. Wacha nikuulize juu inahusu watu wengi pia. Uli promise meeting with the Nairobi CBD hawkers. Yes. So wamekutana na timu zangu. Lakini wanauliza kama labda umefikiwa na memorandum? Ndio. Imekufikia. Mambo yao niko nayo. And once they agree with my team, even me I'm ready to meet them. I want to support them. I want to support them, but lakini you know, freedom inamaanisha kuwa free within some boundary. Freedom is free within a domain. Samaki yesema mimi ni free kama samaki, ikuje sasa kwa ardhi, itembee, itakufa. But ikiamua iko hapo Mombasa inataka kufika mpaka Japan, it can go, it is free within its domain. So we are supporting hustlers, we are supporting business, but kwa mpangilio, kwa mutaratara. Good. Nigwana haga hao. Nilisikia ukisema siku nyingine kutakuwa na Nairobi Festival. Ndio. Siku ambayo tunafunga town. Yes. Tunakuja kusherehekea. Lakini kuna swali pia, sikuwe na Nairobi Cleaning Day. Hiyo cleaning day. Siku ya kuosha hii town. Hiyo cleaning day nataka nifanye wakati ambapo tayari nimeanza Nairobi imebadilika.
ili cleaning days kwa ati Nairobi ni chafu, watu wa Nairobi wakuja sawa ndo wanaitengeneza na wanunulia mapipa. Nataka kuzijenga zile pipa ambayo haitatolewa, so there are bins in good places. Yeah. Ili nisikwambie nitakufine liter inakuna mbali ya kutupa. Tunaweka hizi skips. Nimeongea about the 17 constituencies, circular economy. Once we've gotten to that level, kila siku naokota 3000 tons. Nikikuonesha hata message 3000 tons every day, and I get a report ya takataka. Vile nilingia, by now we've done more than 100,000 by much more. Na yote imepelekwa Dandora. Yote inaenda Dandora. Yeah. And I will talk about waste to energy because we want to do an energy plant. Ambayo inatumia takataka kutoa kawi, kutoa stima. Once we've done that and there's a semblance of cleanliness, unajua takataka inokota siku na siku, ndio una involve sasa wananchi. Unasema kuja tufanye sasa once a month symbolically. It is symbolic. Si ati ni chafu mnasafisha, wacha mimi nisafishe na wewe usitupe. But once kama Kigali they do it just to symbolize that we must take care of ourselves. Nasema kila mtu akifagia nje kwake, dunia itakuwa safi. So hiyo nafasi ndo naomba. That just give me a short while. I would love the cleaning day. I would do it myself. But let me get the rhythm ya hii Nairobi tangara, please just give me some time. Asante. Hebu ongea kuhusu your waste management. Tukimalizia, alafu na ulikuwa umesema ukiingia utagawa hii town into barrels. Na upe ma city managers. Niko na watu kadhaa wangetaka kuwa city managers. What apply? Unaona kwa mfano, hii ni jana night shift, day shift report ya takataka. Na hao ndio contractors wa Mokota na zetu Pedmark Center, commodity nini waste wote. delivery 67 trucks is a day. Mchana ni 1652 tons na jioni night shift 1428. We're doing more than 3000 tons a day. Ilikuwa yokotwi. Na watu kwambia ndio kwa mitaa wanazoona there's a change. And it will be, the plan we have is brilliant. It will work. But now what we're going to do, takataka mingi 60% to 70% of our garbage ni organic. Inamaanisha kwamba inaweza tumiwa kufanya fertilizer, inaweza fanywa bio energy katika masoko sana sana. Na ile yenye inafika sasa Dandora kwa dump site yetu, Kengen walifanya feasibility study. Wakasema we can actually provide 45 megawatts ya stima ambayo itafanya most of our lighting. Nimekaa na Kenya Power. Kenya Power wamesema actually because of the green energy ambao they also looking for, you know, the world is there. They will be able to buy our energy. So expression of interest inatokea hivi karibuni. Kuna makampuni, kuna watu nimesikia wana China Electric wamefanya Addis Ababa, kuna sijui Turkish people, kuna watu wa Qatar. They are interested. Inchi kama Sweden inanunuanga takataka. Wana import takataka. You know? So yule atafanya hiyo kazi, mimi atumie shilingi sasa kufanya hiyo kiwanda. They will come, public private partnership. They wanted to do it in Ruai. But Ruai have different plans. Yeah? Ruai we can do housing and something different. Watu wa Dandora wameumia for years. Hiyo takataka hao ndio wameumia. Ukienda kwa hospitali yetu kuna respiratory center ya watu wa Dandora. Illnesses. So hao ndio wanafaa wafaidike zaidi na ile matunda itatoka kutoka hiyo takataka. We can provide 45 megawatts in 2 to 3 years it can be done and ready. Yeah, but the company that comes, I want them to participate also kwa kuokota hiyo takataka. Jio ni raw material yao. So that is what we're going to do, waste to energy. Watu wamejaribu miaka mingi wameshindwa. Nasikia wengine walikuwa wanasema leta hii kwanza ndio ufanye. Hapana, me I'm doing it, I don't want a coin. Let's change the lives of our people. Good. Barrels tunaelekea kumaliza. Kuna urban areas and cities act. Tulisema tufanye barrels ili ule mtu anashughulikia barabara Kayole. Sio lazima kwa ule anaangalia Langata. You know, to step down devolution one level, tuweke area resident associations, easy estate committees to be part of that leadership. So it is a legal process that is going on. By the next financial year, I'm sure tutakuwa tumeestablish hizo barrels. Juu lazima tupitie either Urban Areas and Cities Act or County Government Act. It's what we're calling like a municipality. So kutakuwa Nairobi North, Nairobi East, West, South and Nairobi Central. Ambapo kutakuwa na assistant city manager reporting to the city manager who will be the deputy governor. Yeye ndo atakuwa sasa overall city manager. Na mimi ananiletea report. Yeah? So that there's that step of accountability. Leo nikitembea hapo Kangware, nione takataka kuna shida na hii. Sifai kupigia mtu niseme wewe mbona hapa kuna hii shida, sema pole boss, kulikuwa na emergency Dandora. Ama ilibidi nikimbie Mbakasi. Hapana, kama ni hapa ni mtu hapa atajibu. Kuna budget hapa imepitishwa, tunajua what it costs, you will answer. If you can't do it, you go home. So that is, it's about better management of a big city. Good, asante. Swali lingine ni swala la stima eneo la hospital ward.
Yes. Hospital ward imekuwa bila stima kwa muda wa miaka 2. Mambo na insecurity imepanda sana, wapangaji wamehama nyumba zetu na tumejenga na malone. Yeah. Sasa governor tusaidie irogo wako. Irungu asante sana. Na MCA wenu Mark Thiga ameleta hiyo maneno mara nyingi na mimi nilijua kabla. Na sio tu hospital ward. Ukienda Landimawe, huko Kayande hakuna stima. Kuna areas za Kangundo Road hata walisimamisha rais. Kuna wakati tulitoka Komarok kufungua shule na Major Donk. Wakasimamisha rais kuuliza mambo ya stima. Kenya Power walikuwa wamefanya kitu ambayo sio nzuri, but tumekaa na engineer Muri na timu yake tukaambiwa wabadilishe. Maeneo mengi ya Nairobi ilikuwa na what we call illegal connections. Illegal. Ili watu wanachukua stima alafu wanauzia watu. Wana distribute. So wakangangana nao watu, wamkata wakati ndio alikuwa anasema weka taya. Ukiona watu wa Kenya Power because they are protecting these people. So nikamwambia the solution sio kunyang'anya watu stima. Yule mtu wa kawaida yeye anataka tu kupata stima. Kama huu mpati ule atamuuzia ndio atachukua. Na hizo illegal connections ndio zimecause moto mingi. Hizi moto tumekuwa nazo Gikomba. Huko Mathare sana every 2 weeks kumekuwa na moto. So we told Kenya Power hatuwezi kuwa na last mile ambayo serikali inajivunia kuongezea watu stima lakini Nairobi mnawanyang'anya. Hao watu wanafanya illegal connections. If you can't beat them, join them. Tuwaite, formalize them. Let's give them good materials. Let's register them. Tuwauzie stima at a lower kilowatt. Now anaongea na sasa EPRA, the Energy and Petroleum Regulatory Authority, to get a lower kilowatt per hour ya kuuzia hao wakuwe distributors wao. So hata Kenya Power watapata pesa juu mtu mmoja pekee analipa na tumemwekea mita. Na hiyo bei yake imepunguka. Yeye afanye biashara yake agawie watu kwa hizo area. So that is what we want to do. That is the idea. We'll bring them together. Instead of utapigana na utashinda. Haya, good. Na sasa ukinyang'anya tu stima upati pesa. Sisi hatupati, wananchi wanaumia. Asante. Kuna jamaa wangu anaitwa Mwangi Maina. Plana tunamtanga Plana. Ananiambia nikusalimie Plana Maina. Plana. Huyu ni mtu yangu. Ulipea ya kazi. Nimempatia kazi. Ni jamaa mzuri sana. Very good ideas. Ni anajua mambo ya geometrics, GIS, vitu geospatial engineering. And I really look forward to working with him. Alikuwa Nyeri, amekuwa CC huko. So he's my advisor on urban planning and there's much more we'll do. Ile committee nilizindua jana ya planning approvals na hiyo mambo yote yeye atakuwa pia anakaa hapo as my eyes and to benchmark with the world on what we can do. Asante. Hiyo mimi mwenyewe nakushukuru. Unamjua? Sana. Sasa nilikwambia kushokea huko. Sasa mtani blame kweli. Hatuwezi kublame. Watu walikuwa wasema ati sasa lakini hebu sasa lazima kuwe na story. Good. Na najua watu walikuwa nalia wanasema wewe Sakaja sasa ati mbona umeweka watu ya Azimio kwa serikali yako. When they saw that I told them look, Nairobi tulijaribu but kama UDA because of some mistakes ambao mimi nilikuwa naambia chama hapa tusi split. Tusiweke mtu ya UDA chama cha kazi Ford Kenya NC wasimame. Out of 85 MCs tukapata 35. Out of 17 MPs tukapata 4. 4 MPs out of 17. Senator hatukupata. Women rep hatukupata. Mimi nikapenya. Rais wetu Nairobi alipata 500,000 and something. Azimio akapata 700. Sasa with a minority in the assembly, without working with them, kuna kitu ambayo inaweza pitisha kweli? Anything. Utaumia. So nikakaa nao nikasema nikakaa na rais nikaomba rais ruhusa nikamwambia boss wewe unaelewa siasa. Lazima ni reach out kwa hawa. Tuongee nao. Ili wapatie mawaziri kadhaa ili I unite Nairobi. I gave them 30%. 3 of them out of 10 ambao wako hapo. Na ni watu ambao ile list ya kwanza ilitoka tukasema hapana hao ni wanasiasa. Tulete watu watafanya kazi. So working with them people should not be upset at me. Because kama mlifikiri siasa sasa itaendelea na ikuwe ya vita, hapana. Ni siasa safi. Wewe utaki hivyo. Vile niwaambia last time hakuna poto ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo ukosefu ya maji. Hiyo shida ya stima yenye anaongea rafiki yako wa hospital. Si ya Wakamba pekee, ni wa kila mtu. So that is why I have to incorporate them and I will work with them. Kuna county unapata governor ni UDA, MC zote ni UDA. Bado wanangangana hawajapitisha budget. Ukiangalia Meru, governor ni Kenya Kwanza, MC zote ni Kenya Kwanza, she's been impeached.
But for me, I'm working with them. Budget wamepitisha na siku 3. Hakuna county imefanya hivyo. Mawaziri wangu watapitishwa. Machief officers watapitishwa. So then I come Nairobian can be served. And that is siasa safi, which is how I do. So kama nimekosea mtu pole, but that's my style. Next time kama nataka mtu akupigana 24/7 siasa. I think the other people, but me, I will always unite the people of Nairobi around this vision that we have. Asante. Thank you muno. Thank you muno. Wali ayaga. Safi. Nuri ukarege na rege. Thank you. Eke tukinyie hau, tuthiete ndaika ta 15 cia Njoroge ni tuoya na Njoroge ari na engineer Stephen Mboru moke mari horo wa miako. Thank you muno mwiroreri, ciuria ciuma nyinge, nderetio yuma ya fata muno. Tondera hutia mucie munene wa bururi wa Kenya ria wetagwo Nairobi tuma na governor Johnson Sakaja na sasa governor. Asante. Na huyu engineer kija mambo ya quality ya materials. Mbona nyumba zianguki pande ya lectures zinaanguka huko. Pia tumesema KEBS wakae kwa hiyo multi agency to look at the quality ya simiti ya chuma ya nini ambayo inatumiwa as we continue planning. Asante. But we'll work with the engineering board. Asante. Na watu wengi hapa walipigia kura hapa St George's. Gotie Nauru. Hapo tuonane. Nyuma ya tent. Tuamue. Thank you.